tajii. Imeeleweka vizuri? Tunawaambia hivi, hiyo amri ya mtume kukataza kuandika hadithi imo ndani ya Qur'ani au iko katika hadithi zenyewe? Ni katika hadithi zenyewe. Na nyinyi hamkubali ushahidi wa hadithi, kwa nini mmeitumia hii hadithi? Huo ni upande wa kwanza, si ndio? Ama katika upande wa tadwinu sunna, namna ya uandikwaji wa sunna na nini, ni kweli lipo katazo. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la taktubu anni ghayra alqur'ani wa man kataba anni ghayra alqur'ani falyamhuwa wa hadithu anni wala haraj wa man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Mtume anasema la taktubu anni ghayra alquran, kwangu mimi msiandike isipokuwa Qur'ani tu. Imeeleweka vizuri? Wa man kataba anni ghayra alqur'ani falyamhuh, aliyeandika kwangu mimi tofauti na Qur'ani kwa maana ya hadithi na vitu vingine, basi na afanye nini? Na afute. Wa hadithu anni wala haraj, lakini hadithi zangu nimesema nimefanya, hadithianeni, sina shaka na hilo. Imeeleweka vizuri? Hii ni katazo la mtume bana, msiandike isipokuwa nini? Isipokuwa Qur'ani. Lakini hadithi zangu nakilianeni, simulianeni, hakuna shida kwenye hilo. Je, ni kweli hadithi ni sahihi na katazo limethibiti? Tuelewana vizuri? Ila kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallama aliwakataza maswahaba kuandika hadithi? Zinatajaga sababu maarufu kuliko zote ni kwamba alikuwa anahofia wasije wakaandika, kwa sababu kulikuwa hakuna vitabu vingi kipindi hicho. Mtu hawezi kutofautisha kati ya kitabu atakachoandika Qur'ani na hadithi, wangeandika humo, si ndio? Wapo wanachuoni wanaosema ya kwamba alichelea mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba hawa mabwana maswahaba radhiyallahu anhum watakuja kuchanganya kati ya Qur'ani na hadithi, wasijue hadithi iko wapi na Qur'ani iko wapi. Japokuwa hii rai ina ukakasi kidogo, na pengine ni kuwakosea adabu maswahaba radhiyallahu ta'ala anhum, kwa sababu nyinyi tu, kwa mtu ambaye pengine kasoma ilmu kidogo, akisikia hata kama hajahifadhi Qur'ani, akisikia tu maneno ambayo ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasikia hadithi, akasikia na shairi, ataweza kutofautisha kwamba hii ni Qur'ani, hii ni hadithi, hii ni nini, hata kama hajahifadhi. Nasema uongo? Nasema uongo? Ni kweli, si ndio? Sasa kwa nini maswahaba iwachanganye? Hapo tutahitaji sababu nyingine ya hikma ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuwakataza. Zipo nyingi, kwa sababu sio maudhui yetu, na natajia hiyo moja tu ambayo naamini itakutosheni. Sababu yenyewe, mtume sallallahu alayhi wasallam aliogopa, kwa sababu hadithi ni matendo yake ya kila siku na maneno yake anayoyasema kila siku, tofauti na wahai ambao unakuja alafu unakata unakuja tena, si ndio? Alichelea mtume sallallahu alayhi wasallam maswahaba wasije wakashughulishwa zaidi na sunna na kuiandika kwake, kwa sababu ni nyingi zaidi kuliko nini, halafu wakaacha nini? Wakaacha Qur'an. Idafatan ila dhalika, kwa uchache wa vifaa vyao vya kuandikia, huenda wangekuwa wanakosa hata sehemu ya kuandika nini, Qur'ani yenyewe. Tumeelewana vizuri? Hiyo ni sababu moja tu, lakini sababu ziko nyingi sana, na muda wetu nadhani utakuwa umeshaisha. Muda wetu umeisha. Mimi nitasimama hapo. Nadhani wiki ijayo tukikutana tutataja hizo shubha za hao na kumalizia pengine sharhi ya hii beti, au tutaishia kutaja tu sharhi hizo insha Allah. Kama kuna swali lolote lile mawili matatu tuulizane.